Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Haleluya. Hakuna Mungu kama Bwana wetu Yesu Kristo. Amejawa huruma, amejawa rehema. Ni mwingi wa huruma, sio mwepesi wa hasira. Haleluya. Hazungamai dhambi zake na kuziacha, atapata rehema. Mbala hazifichai, atapata hukumu. So inabidi utubu. Tubu katika roho na kweli. Kama uko mwanamke ushawahi kutoa mimba, umeshawahi kudharau watu, ushawahi kutukana, maana Mkristo hawezi akatoa matusi ndani ya kinywa chake. Mwanamke ambaye ameokoka kwa roho na kweli hawezi akatukana, hata kama amini imani ya mtu mwingine, lakini utakuta atasikia kwanza. Biblia inasema tusiwe wapesi wa kuongea, bali wasikilizaji. Sikia kwanza mtu anataka kuongea nini kabla hujaanza kumhukumu. Maana huo ni upumbavu wakati unaanza kuongea na hujasikia ambacho kile mtu ambacho analenga kuongea. Haleluya. So leo nimekuja kujibu baadhi ya watu ambao walikuwa wanapinga, kwa sababu kuna ile nilienda live, kuna wakati nilikuwa live I think 2 weeks ago, na hii live imegusa sana watu, wametazama na watu wengi, lakini kuna wale wapinzani pia hawakosagi. Najua vitu vya Mungu huwa vinapingwa sana. Especially ukikuwa unaambia wanawake ukweli kuhusu mapambo, manguo ya aibu, watakupinga, watakutukana. Lakini ninashukuru Mungu kwa sababu kuna wakati wale kumuuliza swali Rachel Mshala kwa nini YouTube channel yake huwa haweki sehemu ya watu wa comment. Akasema kwamba wengi walikuwa wanamtolea maneno makali machafu sana wakati alipoaga ufunuo wa jehanamu, gisi wanawake wengi alionyeshaga picha ya jehanamu gisi takavyokuwa mwisho. Maana jehanamu kuja kuwa mtu, sasa hivi bado tunasubiria ufufuo na hukumu ya haki. Lakini kuna wakati Bwana anaweza kutoa kwenye maono. Mungu anajuaga ukishakufa atajua wewe utaenda mbinguni au utaenda mbinguni. So kuna watu wamepewa jicho la rohoni, Mungu anaonyesha ile neema, huyu mtu ataishi motoni kwa sababu ya mapambo yake. So wakati alikuwa anaambia watu maono ambao Roho Bwana alimfunulia, kuna wale agent wa shetani walianza kucomment, kumtukana, kumkashifu kwa sababu anatoa siri za kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoanza kuonya wanawake juu ya mapambo, hawatakupenda, lazima watakuchukia kwa sababu unatoa siri za kuzimu, na kuzimu haipendagi hivyo siri julikane. Bwana Yesu atusaidie sana. So watu baadhi ya agent waliweza kucomment pale kumkashifu, kumtukana vibaya, lakini Bwana akamwambia ufunge sehemu ya comment, maana hao ambao wana comment ni agent, sio watu, ni pepo. Kwa sababu mtu yoyote ambaye ana roho ya Mungu ndani yake, Mkristo ambaye ameokoka kabisa, anaishi maisha matakatifu, anamuogopa Mungu, anaogopa dhambi, kamwe hawezi akatoa comment ya matusi kumchafua mtu. No. Huyo anakuaga ni mchawi, na kama sio mchawi atakuwa ni agent wa kuzimu. Haleluya. Mtu yoyote mwanamke ambaye aliitwa na Bwana, ambaye ana hofu ya Mungu ndani yake, kamwe hawezi akaongea maneno machafu kwenye kinywa chake kumtukana mtu. Ukiona mtu ambaye ana comment kwenye picha yako anatoa matusi, maneno ya kukuvunja moyo, huyo ni agent wa kuzimu kutaka kuvunja imani yako. Wakristo wanawake tuwe makini sana. Sasa ni watu ambao tunatembeana na hisia. Matusi mengi ambao watu wanatukanwa, unageuka sale mzee, inakuanga ujue ni agent wa shetani ambaye anakuambia hivyo ili uanze kujipamba urudilie matope. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie na Mungu apate kutuwezesha kushinda dhambi ya mapambo ambayo itapeleka wanawake wengi jehanamu. Na ni vile wanawake wengi ni wadhaifu na wazembe, hawataki kusoma Biblia wenyewe, wanataka mpaka wasome na wachungaji wao, wanataka mpaka kila kitu waambiwe na wachungaji wao. Hao wameishi kama vile wapumbavu. Haleluya. Maana Biblia inasema mwanamke mpumbavu huharibu nyumba yake mwenyewe. Biblia inasema mwili wako wewe ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Unaharibu mwili wako kwa kujichubua. Unaharibu mwili wako kwa kujichua, kwa kuwaza mabaya. Tremele glory. Unaharibu mwili wako kwa kujibandika vimaireni.
Hiyo ni hekalu ya Roho Mtakatifu ambayo umejaza matatu. Unajaza mwili wako, unaenda surgery kufanya operation eti wakuongezee makalio, wakuongezee maziwa, wakuongezee midomo, usijua anyoshe pua yako. Unaharibu hekalu ya Bwana wa majeshi. Warumi 12 pale sema miili yetu itoeni miili yenu, na maana ni dhabihu. Haleluya. So nimekuja kujibu kwa wale ambao walikuwa wanatotoa maneno machafu kwenye ile live ambayo niliongelea nyimbo za kipepo. Nimekuwa na watu wengi sana ambao wameiona. Watu sasa tumekuwa watu 19k. Hii hapa. So kuna baadhi ya watu walikuwa na comment, lakini ni wachache, sio wengi, ambao ni maagent wa kuzimu waliweza kucomment pale uchafua, lakini nilikuwa nafanya wakicomment hapo hapo. Nitakuta mara nyingi niko na simu, labda napita naona juu mtu akicomment, labda nitaona notification pale inaniletea fulani amecomment. So ukikuta naona ni mtu ambaye ana comment vitu kuvunja watu imani na kuwa nafuta, huwa siweki comment chafu, kwa sababu ni kitu pia hata mwalimu huyu mchungaji Barikiwa, kwa sababu ukiona mtu anatoa maneno machafu kwenye video ambao unashauria vitu vya maana vya kujenga watu, vya kusaidia wanawake wasiingie jehanamu, mtu ana comment maneno machafu, anakuwa ni mchawi au anakuwa ni agent wa kuzimu kutaka kuvunja imani ya watu wale ambao watakuja kuangalia baadaye. So vibaya kuweka negative comment, unaiacha hapo. Inakuwa juu kuna wengine ni wachanga kiroho, itawavunja imani. Bwana Yesu atusaidie. Kama kuna mmoja dada amecomment, najua ni mchawi, ni pepo tu, ana comment pale eti muziki kabisa, mtu tu kuangalia muziki eti atapata tamaa ya mwili. Unaona? Akaacha wengine maneno yake pale ajabu ajabu. Lakini kuna mwingine, kuna dada moja ambaye alitoa ushuhuda wake, yeye ni mtoto wa mchungaji. Yuko hapa Marekani. Lakini alikuwa anaimba kwaya, lakini maisha yake yeye mwenyewe yake ya siri. Alikuwa anapenda sana music hii ya kidunia. So unakuta anaangalia, anasikia muziki za mapenzi mpaka ikaanza kumpa hisia na yeye anaanza kupendana. Lakini maisha yake alikuwa hapendi vitu vya kupendana, alikuwa anavichukia sana. Kwa sababu alikuwa anaona yeye ni mtoto wa mchungaji, lazima awe mfano mzuri. Lakini kwa sababu ya kupenda hizi nyimbo za kidunia, zikampelekea kuanza kutamani na yeye awe na mwanaume, kwa sababu imani huja kwa kusikia. Kile kitu ambacho unakisikia mara nyingi, kile kitu ambacho unakitegea sikio sana, ndio ambacho kitajenga imani ndani yako. Bwana Yesu tusaidie. Hiyo manyimbo za kidunia zinaanza kumjengea imani ya kutaka kuwa na mahusiano na yeye awe na mtu. Sasa mtu anamwimbia mpenzi wake, mwanamume anamwimbia mpenzi wake, unaona na kwenye video gisi walivyo nini, mambo ya ajabu ajabu machafu ambao wanafanya, lazima na wewe utataka kupata tamaa. Bwana Yesu atuolee huruma. Lakini kwa sababu kuna wale watu ambao hawana upeo wa kuelewa vitu kwa haraka na kwa ukubwa na kwa upana zaidi, watakuwa tu wanapuuzia, wanadharau. Bwana tusaidie sana. Ili tutagusia nyimbo tushaiongelea, na nashukuru Mungu kuna watu kabisa walifunguka akili. Wanawake wengi walifunguka akili sana. Tuwe makini na nyimbo ambazo tunasikiliza. Tuwe makini na vile mahubiri ambayo tunakuwa tunasikiliza. Cha maana anza kujisomea Biblia. Sikiliza neno na uchukue hilo neno ulipime na Biblia takatifu. Je, vinaendana? Amen. Kuna wengine walitaka kujua. Unajua kuna wale ambao wana roho wa Mungu ndani yao, lakini wakupewa neema ya kufunuliwa kama mapambo ni dhambi, na wasomi Biblia. Maana Wakristo wengi hawajawahi kumaliza Biblia. Na hata wale ambao washawahi kuimaliza, kwa sababu wameisoma na hawana roho wa Mungu ndani yao, inawafanya kutokuelewa. Na tena vile vile shetani anakuwa anafanya, akiona unasoma Biblia, ataanza kukuletea mawazo. Unaweza ukasoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza yote, lakini usielewe hata kitu hicho, kwa sababu ulikuwa unaisoma na akili inawaza nyumbani, unawaza hivi, unawaza hichi, unawaza hichi. Shetani anakuletea mawazo mengi sana. Bwana tuonee huruma. Mara anakuletea usingizi, kuta unasoma andiko moja unaanza sinzia. Unasoma na usingizi na miayo, unakuta hautaelewa chochote. Haleluya. Ndio maana nimeona nilete maandiko haya apate kukusaidia wewe ambaye unapinga mapambo, manguo ya mwanamke kuvaa suruali unapinga. Nitakuletea maandiko haya ili akapate kukusaidia. Amen. Apate kukusaidia, lakini sasa kusomea andiko hili Amosi 8
na mstari wake wa 11. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kulikosa kuyasikia maneno ya Bwana. Leo una neema, mwanamke mwenzangu ambaye unanitazama, usikia maneno ya Bwana kutoka maandiko matakatifu. Nitakupa maandiko hayo ukajisomee kwa undani zaidi na ukamwomba Mungu. Usiweke ubishi, usijione unajua sana. Watu wenye akili duniani ni watu ambao wanapendaka kujifunza, ni watu ambao wanapenda kusikia sana kuliko kuongea kuropoka ropoka. Amen. Omba Mungu akupe sikio la kusikia, uwe msikilizaji sana, mwongeaji kidogo. Inapofika swala la mambo ya kiroho, sikia kwanza kuliko kwanza kupinga, na uombe Roho Mtakatifu akusaidia, akudhibitishie. Haleluya. Shuka kwenye magoti, omba Bwana akudhibitishie maandiko haya, kwa sababu kuna watu ambao wanapinga Biblia. Tulikuwa hospitali kuangalia mgonjwa ambaye pia ametoweka. Sasa wakati tuko pale, tulikwenda kufanya maombezi. Baba moja akaanza kujua, alikuwa na imani moja na wewe huyo mgonjwa ambaye alikuwa mgonjwa, alikuwa na imani moja Mormon. Unajua Mormon wana kitabu chao kingine maalum tofauti na Biblia. Sasa akaanza kusema eti hii Biblia ambayo mnasoma, hiyo Biblia zenu ni, napenda kuongea na naonesha Biblia. Napenda sana Biblia yangu. Hizo Biblia zenu ni wazungu. Ni wazungu tu. Ni wazungu ndo wameweka maneno yao. Hata na unaweza kaandika kitabu chako kajiwekea vya kwako. Nikamwambia hapana. Sisi wakati tuko Afrika, imani yetu ilikuwa Methodist, Free Methodist Church. Lakini Free Methodist Church imeanzia Ulaya. Misingi ya Free Methodist Church haiamini mambo sana ya kujazwa na Roho. Haiamini eti mwanamke ni lazima ajistiri. So Methodist ya huko ya wazungu wanavaa masuruali, hakuna Roho Mtakatifu, yani iko vurugu, wanasikiliza muziki ya kidunia, singeli na zeni vyote wanasikiaga. Lakini ukiona Methodist ya Afrika ni ambao wanawake lazima wajistiri, wanaamini ujazo wa Roho Mtakatifu, wanaamini katika vyumba ya maombi. Unaona utofauti? Lakini sasa kuna wale watumishi ambao kwa Afrika wanafikiria wazungu huko eti wanapotosha wao African. Inakuta tena sisi wa African tunataka kuhubiria wazungu injili sahihi. Haleluya. Niko pa Ulaya, Marekani miaka zaidi ya 10 na wazungu wengi huko wa Marekani wenyewe hawajui neno. Watakwambia alienda kanisani ana miaka 2, yani ameishi miaka yake yote. Kuna wengine ana miaka 30 40 hajawahi kufika kanisani, hajawahi kusoma neno. Lakini utakuta kuna mtu atakudanganya eti Biblia ni ya wazungu. Wazungu wenyewe Biblia yenyewe hawajui. Nao wanahitaji msaada. Kweli kuna wazungu ambao wameokoka lakini bado hawajafikia ukweli. Huko ni vigumu kuona kanisa la wazungu, mwanamke anajistiri, mwanamke eti ajipambi, anafaa kitambaa, aviko. Ni makanisa machache sana. Kuna yale ambaye anaamini kabisa mwanamke kujistiri, lakini atakaa kichwa wazi akikuwa ibadani. Unaona? Lakini kuna watumishi huko Afrika ambao wanasema eti wa African wamefundishwa kunena kwa lugha na wazungu. Na wakati wazungu wenyewe kunena kwa lugha, hiyo kipawa, hiyo neema ishanga peperuka. Walikuanga nao wa zamani, wale ambao walipataga uamsho. Bwana Yesu atusaidie. Sasa hivi wanakuambia gay, yani hao mashoga ni sio vizuri kuwabagua, inabidi nyinyi wote mwe pamoja. Nuru na giza wapi na wapi? Bwana atuonee huruma sana. Wanakuambia usihukumu, lakini wanakuambia wenye haki watahukumu ni Mungu. Na Biblia ikasema tuhukumu, lakini tuhukumu kwa haki. Amen. Bwana asifiwe sana. So utakuta tu komenti usihukumu, hajui hata maana ya kuhukumu ni nini. Hajui maana ya kuhukumu ni. Ukimwambia ndugu yako, jamani, hizo nguo unazovaa zitakupeleka motoni, mjinga au mpumbavu, mwanamke mpumbavu atakwambia unahukumu ndugu yako. Na wakati unataka kuokoa nafsi ya huyo isiende motoni,
Ni nani anaweza kufurahia aone ndugu yake ameingia ndani ya jehanamu ya moto, amishe maisha yake yote ndani ya mateso ya moto? Unaweza kupenda kabisa mtoto wako, ndugu yako, dada yako aingie katika moto wa jehanamu wa milele? Na kama unaweza kufurahia kuona watu wanavyochoma katika moto, yani wewe sio binadamu, una roho ya kishetani ya kipepo ndani yako. Na kama tunajitahidi kila wakati kuja hapa kuongea na wanawake, ni kwa sababu tunataka roho za wanawake zimuone Bwana wa majeshi Yesu Kristo. Haleluya. So tuache kupotoshwa na hizo elimu za uongo. Na wengine watumishi wa Mungu wa kweli eti Biblia ni ya watu tu waliandika tu. Maneno ambayo yako humu ya ambaye amevivua roho. Ukisoma hata kama ulikuwa mgaidi kiasi gani unabadilika. Mwanadamu gani ambaye anaweza kaandika kitabu ambacho kaza kubadilisha mtu? Tofauti na Biblia. Peke yake ndio ina uwezo wa ukisoma unabadilika. Ukisoma unajutia makosa na dhambi zako. Bwana turehemu na tusaidie, hatuongezee hekima na maarifa ya kumjua Mungu. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu, ninakukaribisha mahali hapo, niwezeshe, unitie nguvu. Mwana wako anayenisikiliza, Mungu, fungua sikio lake, mupe uelewa wa kuelewa. Neno lako linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wengi wameangamizwa na wachungaji wao, wengi wameangamizwa na baba zao za kiroho, kuambia kwamba tremele glory, mapambo sio dhambi. Bwana, mpe mwanamke huyu sasa akili. Ni wakati wa yeye sasa kusimama. Ni wakati wa yeye sasa kuijua kweli. Ni wakati wa yeye sasa kuanza kusoma neno na kujua kweli iliyoandikwa ndani ya Biblia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mwokozi, Bwana wa majeshi, na kushukuru. Naamini Mungu ama Bwana. Tremele glory. Takatifu Mungu wa Israeli kwa pamoja nasi. Kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mjakazi wa Bwana. Nitakusomea Mezali 7. Ni Mezali 27 na mstari wake wa 5, nasema afadhali karipio la wazi kuliko upendo uliofichika. Amen. Afadhali karipio la wazi. Amen. Afadhali mtu ambaye anakukaripia, mtu anayekuonya, kuliko yule ambaye anakuonesha upendo wa kisirisiri, anakuonesha nakupenda, ukifanya kosa hata kuambia, lakini moyoni wake anajua wewe unakosea. Moyoni anajua wewe unafanya ni dhambi, lakini anakuonesha upendo juu kwa ziki. Uendelee kumpenda, muendelee kuwa marafiki. Lakini Biblia inakuambia afadhali karipio la wazi. Afadhali mtu ambaye anakuambia maovu yako wazi. Haleluya. Afadhali mtu ambaye anakuambia ubaya wako kuliko yule ambaye anakuonesha upendo lakini anaficha uovu wako. Sasa wengi wanapoambiwa maovu yao wazi, ni wepesi kukasirika na kumuona huyu ambaye aliwaambia mabaya yao ndio mbaya. Na kumuona kwamba hana hekima. Eti kwa jina hekima hiyo dada. Anakuambia tu watu maneno. Hapana, mtu ambaye anakuambia mabaya yako, umpende sana huyo mtu. Maana siku ya hukumu utamkumbuka na itakwisha kuwa ni mwisho. Itakwisha kuwa ni mwisho, kutakuwa tena sababu. Kutakuwa kujitetea tena. Utatamani siku zirudishwe nyuma, haitawezekana tena. Bwana Yesu atuone huruma. Ambao wamepewa siku za kuishi sasa hivi ambao wako hospitalini, wanatamani siku zirudi tena ili watengeneze maisha yao. Wewe uko mzima leo unaringa. Omba Mungu aondoe moyo wa Farao ambao uko ndani mwako, ambao ukikaripiwa, ukiambiwa uovu wako unakuwa mwepesi ukasirika. Hata mabinti hivyo. Wanaposhauriwa na wazazi wao, mzazi anapokuwa anakushauria kwa sababu anakupenda. Haleluya, anataka uwe kesho yako iwe nzuri. Na ndio maana Mungu, maneno ya Mungu ni makali, yanaumiza. Ni kwa sababu Bwana anataka siku moja tuurithi ufalme wa mbingu, tusiende motoni. Haleluya. Lakini wengi tumependa wahubiri wale wa soft ambao wanatuambia maneno mazuri, utabarikiwa. Mungu anajua kesho yako. Mateso yako ya leo usijali, Mungu anakuona. Wale kudharau leo, kesho atakuheshimu. Ndio maneno ambayo tunataka kusikia, lakini hatutaki kusikia kuhusu dhambi. Acha dhambi utaenda jehanamu, hatutaki kusikia hivyo. Hatutaki kupenda kusikia maneno kama hayo. Mwanamke acha uzinzi, acha usharati, acha roho mbaya, maana jehanamu ya moto inakusubiri. Hatupendi kusikia maneno kama hayo. Maneno ambayo tunataka kusikia ni ya faraja, ya kufarijiwa, ya kufarijiwa. Lakini hayata kusaidia chochote kama bado unaishi maisha ya dhambi. Haleluya. Haleluya. Bwana atuonee huruma. Mungu apate kubadilisha, ondoe moyo wa Yuda Iskariote ndani mwako. Yuda Iskariote alimtembea na Yesu lakini bado alimsaliti tu. Usiwe na moyo wa Farao. Mungu anampiga kwa mapigo
kwa mapigo, lakini bado moyo wake ni mgumu. Leo Bwana anakupiga kwa mapigo ya maandiko haya ambayo anakwenda kukusomea nayo. Nitakwenda kukupa usome na upate kukubadilisha. Mapambo yatapeleka wanawake wengi jana. Badilika leo. Hiyo mataiti, makola ambazo unavaa, leggings, masuruali, majinzi ambayo unavaa itakupeleka motoni usipokubali kutubu. Bwana Yesu atusaidie. Ukisoma Timotheo wa kwanza, usomea, maana kuna wengine ambao wanataka kujua kweli lakini hawajui soma. Timotheo wa kwanza 2 mstari wake wa 9, unaweza kuendelea hadi 10. Haleluya. Tasoma katika jina la Yesu kuwasaidia wale wenzetu ambao pia wangetamani wasome lakini labda hawakupewa neema ya kujua kusoma, na kwenda kuwasaidia pia ili wapate kuelewa katika jina la Yesu Kristo. Maana wengi walikuwa shaamini kabisa mapambo ni dhambi, lakini wakapata watumishi wajanja wakawapotosha. Sababu wenyewe hawajui kusoma. Wake 2 mstari wa 9 nasema, vivyo hivyo nataka wanawake wajipambe kwa adabu na kwa heshima katika mavazi yanayostahili, si kwa kusuka nywele, kuvalia dhahabu, lulu au mavazi ya gharama kubwa, mbali kwa matendo mazuri, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri kuwa wanamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa ile andiko? Lakini kuna mtu atakwambia, atakudanganya vyake eti hapana, Bwana hakumaanisha usisuke, lakini alisema usuke ili lakini uwe na adabu, uwe tu na, lakini andiko haijasema hivyo eti Bwana anasema kwamba haijamaanisha eti tusisuke. Biblia inakuambia vivyo hivyo nataka wanawake wajipambe kwa adabu. Sio kwa kujipamba kwa makeup. Biblia haijasema hivyo. Sio kwa kujipamba eti kwa kuvaa mabangili mikononi au kwa kuvaa mahereni au kutoboa mapua, au kwa kutoboa maulimi, kuingiza vitu kwenye ulimi au kwenye kitofu. Eti kuvaa sheni. Neno la Mungu hajasema hivyo, wapendwa mnisikilize. Bwana anasema kwamba vivyo hivyo nataka wanawake wajipambe kwa adabu. Na ndio maana mwanamke wote ambaye anakuwa na adabu, hata kama sio mzuri, huwa anavutia wanaume. Huwa anapata soko, anaolewaga tu. Kwa sababu ya mwanaume wote anapendaga mwanamke wa heshima ambaye amenyenyekea, hakosagi mwanaume. Amen. Nakumbuka binti wangu tulikuwa kuta mara nyingi wanaume wanatuma wa mama ambao wakuheshimika, nataka ni kuongea na stakere, nampenda. Amen. Unakuta mama walikuwa nakuja, sometimes wataona mimi bado nilikuwa mdogo hiyo wakati, wanaenda kuongea na mama, kijana fulani anapenda mtoto wako. Kwa sababu hali ambayo niliishi nayo, hizi karama za kuonya za kukemea zimekuwa sijui ni unabii. Juu Mungu ni mkali. Tusifikirie Mungu ni zezeta eti kizembe hivi utamuingiza vidole machoni. Mungu ni mkali na Mungu ni mpole. Amen. Sasa unapoona ninaonya, ni roho wa Bwana ndani yangu ambaye anakuonya ili upate kubadilika. Lakini asili ya kwangu niko mtu kabisa ambaye sipendagi kuambia watu mabaya yao. Lakini kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anakosesha amani, ambia huyo mtu. Haleluya. Ndio maana unapokuwa na Roho Mtakatifu haupendeki kuona uovu. Haupendeki kuona hata uchafu ndani ya nyumba yako. Haupendeki hata kuvaa vibaya. Haupendeki hata wewe mwenyewe unuke kikwapa au unuke nywele zinanuka. Hapana. Mwanamke lazima ambaye na Roho Mtakatifu atajitahidi kila sehemu zote, ajitahidi aonekane kuwa sawa. Haleluya. Tunakuwa kwa adabu, kwa heshima na katika mavazi yanayostahili. Je, suruali kabisa ni vazi linalostahili? Suruali ni kwanza inavutiaga wanaume, unakuta utangusha wanaume. Kweli tuseme ukweli, na wewe ambao unavaa suruali hapo, ambao unanisikia, hilo vazi lako kweli unaweza kwenda nalo mbele ya macho ya Mungu kuomba? Kabisa wakati uko kwenye kitanda cha mautiuti, unaweza kutamani uvae suruali. Wengi wanapokuwa kwenye kitanda cha mautiuti, unakutaka kitu cha kwanza kukataa ni mapambo yao na manguo yao ya aibu. Hata tunapokwenda milimani kuomba, unakutaga watu wanaendaga wananyenyekea, na ambao wava mawigi wanatupaga hiyo siku atavaa kitambaa anaenda kuongea na Mungu. Hii inakuonesha kwamba hivyo vitu havistahili mbele ya macho ya Bwana. Haleluya. Ukienda kusoma pia kitabu cha Petro wa kwanza 3:3.
Haleluya. Petro wa kwanza 3:3 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Kujipamba kwenu kusiwe kwa nje, kama vile kusuka nywele, kuvalia vitu vilivyofanyizwa kwa dhahabu. Unaona, ukisoma ile andiko Petro wa kwanza 3:3 na ukisoma hii Timotheo wa kwanza mstari wake wa pili na sura ya pili na mstari wake wa 9 vinaendana. Amen. Kujipamba kwenu kusiwe kwa nje, kama vile kusuka nywele, kuvalia vitu vilivyofanyizwa kwa dhahabu na kwa mavazi. Haleluya. Badala yake kujipamba kwenu kuwe katika utu wenu wa moyoni. Haleluya. Yaani uzuri usioharibika wa roho ya upole na utulivu, ambao ni ya thamani sana machoni pa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo ahimidiwe. Maandiko matakatifu yako wazi. Haleluya. Yako wazi maandiko matakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni maandiko mengi. Naweza siweka yamaliza yote kwa sasa. Tutakwenda kusoma kwa wale pia wakutaka kujibadilisha, kujiongeza maumbile. Kwa wale ambao wanajichukia, kwa sababu mwanadamu ambaye anajiongeza maumbile, anachubua ngozi, sijui anavaa nywele ambazo sio zake, ni ambaye anajichukia. Wapendo, ukijipenda uweze ukafanya hivyo vitu. Ukijiamini kabisa, mwanamke yote ambaye anajipenda, anajiamini yeye ni mzuri kwa jinsi Mungu alivyomuumba. Hanaga muda wa kupoteza hela zake kununua eti mawigi za 300 au 400. Hana muda wa kununua masheni eti za 2,000 eti 200,000. Mtu ananunua sheni eti ya $2,000, 1,000, pete eti za 2,000. Mwanamke ambaye anamcha Mungu, ambaye ana Roho Mtakatifu, hana huyo muda wa kuharibu, kwa ambaye anajiamini. Na kuna wengine bado hawajamjua Yesu Kristo, lakini anakuambia sio kujipamba, kwa sababu ninajiamini gisi nilivyo mimi, gisi Mungu alivyoniumba, ameona ninapendeza hivi nilivyo. Warumi 9:20. Haleluya. Oh, tremble glory. 9:20 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Lakini mwanadamu, unani wewe ushindane na Mungu? Unashindana na Mungu kila wakati. Uchubua Mungu amekuumba mweusi, uso wako mzuri ambao unapendeza, lakini unashindana na Mungu kwa kuchubua ngozi yako. Unamwambia Bwana, hapana, hiyo ngozi siipendi. Unashindana na Mungu, japo moyoni mwako unasema nampenda Mungu na kuabudu, unaabudu kabisa na kulia unalia, lakini ngozi yako umeikrimu, umechubua na mafuta. Unashindana na Mungu. Haleluya. Lakini mwanadamu, nani wewe ushindane na Mungu? Je, kilichoumbwa chaweza kumwambia yeye alichokiumba, kwa nini umeniumba hivi? Jiulize. Japo uvisemagi Mungu, kwa nini umeniumba hivi, lakini moyoni mwako unavisemaga, na ndio maana unachubua ngozi. Na ndio maana unaenda kuongeza makalio. Mungu, kwa nini ukuniumba bila makalio? Unaenda kwenda kuongeza. Bwana, kwa nini ukuniumba na madimples? Unakwenda kutoboa dimples. Bwana, kwa nini masikio yangu kuyaumba hayajatoboa? Unaenda kutoboa. Kwa sababu unaona Mungu aliyokuumba hakukuumba vizuri. Lakini ungeridhika na uumbaji wa Mungu, usingekuwa unajitabisha, usingekuwa unajitesa, usingeutesa mwili wako namna hiyo. Mara utoboe, mara ufanye nini, mara uchubue, mara uchore, mara ujiongezea kujiongezea. Huruma sana, nakupa pole. Uko kwenye shida, kwenye mateso, unautesa, unasema si ni mwili tu wa udongo, acha ni utoboe. Bwana anasema mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Unaanza kuutesa mwili wako kingaliki hai, na bado jehanamu ya moto inakusubiri. Bado moto wa jehanamu unakusubiri. Oh, the glory sana. Bwana Yesu atuonee huruma. Haleluya. Ukisoma Yeremia 4 na mstari wake wa 30. Yeremia 4 mstari wake wa 30 tunasoma katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Mstari wa 30. Oh, the glory sana. Neno la Bwana linasema, unafanya nini ewe uliyeharibiwa? Kwa nini unajivika mavazi jekundu na kuvaa vitu vya dhahabu?
Unaona? Dhahabu inajirudilia. Unajitaabisha bure. Unafanya nini ewe uliyeharibiwa? Kwa nini unajivika vazi jekundu na kuvaa vitu vya dhahabu? Kwa nini unapaka macho yako wanja? Oh, glory. Unajipamba bure. Haleluya. Wapenzi wako wanakudharau. Oh, tremelo God. Wanautafuta uhai wako. Amen. So unaweza kujitabisha bure, kujipamba ili wanaume wakupende, lakini mwishowe hao ambao wanajipamba, ambao wanajichubua ngozi eti wanaume wawapende, wanaponyana ndani ya ndoa wanapitia mateso, wanatamani kutoka. Umeharibu ngozi yako kwa kujichubua. Umejipanga vile kama makeup mpaka sura imezeeka, imekakamaa, sura imekomaa ili umpendezeshe mwanadamu. Anakudharau, mwisho anakuacha. Unabaki kwenye maumivu. Bwana Yesu atusaidie. Unasema mbona mimi niko kwenye ndoa na najichubua, najipamba, lakini Mungu bado ananipenda. Lakini ujue kwamba jehanamu nayo inakusubiri. Hautaenda na mume wako popote. Baada ya kifo hakuna tena msamaha. Tubu wakati ukingaliki mzima mama. Usiweke moyo kuwa mgumu kama wa Farao. Mwambie Bwana abadilishe moyo wako. Akupe moyo msafi, moyo mweupe. Moyo usiokuwa wa ugaidi. Omba Bwana abadilishe moyo wako. Usiwe kama vile Kaini. Bwana akamwambia ukitenda vema na wewe hautakubaliwa. Haleluya. Ukiacha mapambo leo Mungu hata kukubali. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Ukisoma Mezali 30 na mstari wake wa 31. Oh, glory. Neno la Bwana linasema haleluya. Haleluya. Ni 31, nimekosea, ni 31 mstari wake wa 30. Kujipamba ili kuvutia ni udanganyifu, na uzuri unapita wepesi, bali mwanamke anayemcha Mwenyezi Mungu atasifiwa. Amen. Kujipamba ili ni kuvutia tu na ni udanganyifu. Unajidanganya mwenyewe kwa kujipamba nini? Unajidanganya tu. Ni vitu ambavyo vinapita kwa haraka sana. Lakini wewe ambao unamcha Mungu, mwanamke, utasifiwa. Haleluya. Utaishi milele. Bwana Yesu atusaidie. Ni vitabu vingi. Ukisoma Kutoka 33 na mstari wake wa 5. 33 mstari wake wa 5. Haleluya. Hapa ni wakati Bwana alikuwa anaambia, hata kwanza nipasome nisiende kusoma tofauti. Kutoka 33 na mstari wake wa 5. Haleluya. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amemwambia Musa, waambie Waisraeli ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama ningefuatana nanyi hata kwa muda mfupi, ningewaangamiza. Sasa vueni mapambo yenu, nami nitaamua nitakalo watendea. Haleluya. Vivyo Waisraeli wakavua mapambo yao katika mlima Orebu. Amen. Hore karamonde pa, ile andiko liko wazi. Maana wana Israeli nao walikuwa wanajipamba, walikuwa hujui kama ni dhambi. Bwana akawaambia akitembea nao, kwa sababu wana mioyo migumu. Kama leo, kizazi cha leo, unasikia mapambo ni dhambi, unasikia kuvaa wigi, kusuka nini, vyote ni dhambi, lakini bado shingo lako ni ngumu. Lakini Bwana aliwaonea watu wa Israeli, watoto wa Israeli huruma, akawaambia wavue mapambo yao. Haleluya. Na hizi andiko watu wanasomaga lakini hawaelewi. Haleluya. Hawaelewi. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amemwambia Musa, waambie Waisraeli ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama ningefuatana nanyi hata kwa muda mfupi, haleluya, ningewaangamiza. Sasa vueni mapambo yenu, nami nitaamua nitakalo watendea. Amen. Ni lazima mapambo yoyote ile. Unaweza kusema ni vitu vya kiroho labda. Ilikuwa kabisa ni mapete, mahereni, mikufu, madhahabu. Bwana, mapambo ambayo walikuwa wamejipamba yote Bwana aliwaambiaga watoe. Walipoyatoa ndio Bwana sasa akazungumza nao. Haleluya. Sana wewe kama hujatoa hiyo mapambo ambayo umegangania katika nyumba yako, umejaza
na una kabati kabisa imejaa masheni ya kila aina, mahereni ya kila aina, sheni ambayo imemachi na mahereni yake na pete yake, unavyo vingi. Lakini Bwana anakuambia ondoa hivyo ili aseme na wewe. Unatamani kuisikia sauti ya Mungu. Na Mungu anaweza kusema Bwana najipambaga na ninasikiaga sauti ya Bwana. Ninaotaga ndoto na maono na vinatokea. Karama inakudanganya. Amen. Ukivua hivyo vitu, Bwana ataongea na wewe saa kwa usahihi. Atakwambia ni kwa nini alikuwa anakuachia na hivyo vitu. Ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu mwenyewe, lakini ni njia ya mauti. Hiyo ni njia ya mauti ambayo umegangania mpendwa. Haleluya. Haleluya. Hii ni agano la kale. Nishakusomea agano jipya. Ukasema hii ni agano, lakini maana la kale pia uone jinsi Bwana alikuwa anaonya watu. Haleluya. Soma Wafalme 9:30. Wafalme wa pili sura ya 9 na mstari wake wa 30. Ukisoma Yeremia 13, utaisoma hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Yeremia 13 na mstari wake wa 23. Na mstari wake wa 23, uwe mvumilivu, maana sina mtu kunisomea, nasoma mwenyewe. Nataka nikueleweshe kwa maana watumishi wengi au vitu ambavyo tunaangalia kwenye mitandao kuhusu kwa nini mapambo ni zao, kuna wengine maandiko hawayasemai kwa sababu ni vingi, haweza kamaliza yote, lakini nitakwenda kwa haraka haraka, Bwana niwezeshe. Mstari wake wa 13 inasema, haleluya, 13 na mstari wake wa 23, tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Je, mkushi aweza kubadili ngozi yake, au chui kubadili madoadoa yake? Vivyo hivyo wewe uliyezoea kutenda mabaya huwezi kufanya mema. Amen. Ila ndiko utakuta wengi hawalielewa. Mkushi ngine tafsiri nasema Muethiopia. Ni kwamba Mungu alipoumba mwanadamu haikupaswa mwanadamu kubadili rangi yake. Ni kama vile chui hawezi akabadili yale madoadoa yake. Lakini leo mwanadamu amejibunia mambo mengi sana mpaka anaweza kujibadili. Bwana Yesu anaweza kujiongezea. Lakini ninakusihi kwa rehema za Bwana, mgeukie Mungu. Mgeukie Bwana wa majeshi Yesu Kristo. Usielewe maandiko kwa akili zako mwenyewe. Acha Roho Mtakatifu Yesu Kristo akueleweshe maandiko matakatifu. Unayasomaga kimwili na maana tu uyasome au yaelewi, na unayatafsiri kwa mtazamo wako wewe ambao unapenda. Bwana Yesu aturehemu. Soma pia Isaya 3:16. Soma Isaya 3:16. Haleluya. Bwana akapate kukupa maarifa, maana wengi wanaenda shule, sio wote ambao wanapataga wa kwanza. Utakuwa wa kwanza mpaka wa mwisho, lakini wote wamesomeshwa na mwalimu mmoja. Lakini kuna wale ambao wataelewa, wengine hawataelewa. Unaweza kuwa hapa na kusoma maandiko lakini usielewe, lakini omba Bwana Yesu Kristo kuwezesha apate kukupa maarifa ya kuelewa maandiko matakatifu. Haleluya. Isaya 3:16 nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mwenyezi Mungu asema, wanawake wa Sayuni wana kiburi, wanatembea na shingo ndefu. Kiburi chako kitakupeleka motoni. Wakikonyeza kwa macho yao, wanatembea kwa hatua za madaha, wakiwa na mapambo ya junga kwenye mifundo vya miguu yao. Bwana Yesu atusaidie. Mwanamke utaki kujipamba, ni kweli lazima kiburi kitamuingia. Akivale viatu vyake vya juu, lazima mwanamke kiburi kimuingie. Haleluya. Bwana Yesu atubadilishe. Bwana Yesu atubadilishe wa mama. Kuna watu ambao wamekaa miaka makanisani lakini bado hawajakubali mapambo yao yatawapeleka motoni. Huruma sana. Haleluya. Wanatembea kwa hatua za madaha, wakiwa na mapambo ya junga kwenye vifunda vya miguu yao. Kuna wengine utakuta wanavaa kwenye miguu yao, kuna mabangili za miguuni wanavaa huko, masheni za miguuni. Ole kwako. Haleluya. Bwana apate kubadilisha. Ukisoma Isaya 3:21, ukishuka 21 nasemaje hapa?
21 inasema kwamba haleluya, pete zenye mihuri, pete za puani, majoa mazuri, mitandio, mavazi, kifuko cha kutilia fedha, vioo, mavazi ya kitani, taji na shali. Badala ya harufu ya manukato kutakuwa na uvundo. Badala ya mishipi ni kamba. Badala ya nywele zilizotengenezwa vizuri ni upara. Uendelee tu kusoma, unaweza kuanza Isaya hiyo 3, unasoma mwenyewe tu. Hiyo tu ndio maana Bwana hawezi kukuta mwanamke ambao wa kiroho anakama sama seko kukio. Anajitadele mitandio ya ajabu ajabu ya kung'ang'aa, ya kutaka kutishia watu. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Lakini kuna mbata usoma apata kuambia hapana, sio hivyo. Yesu Kristo apate kukusaidia. Soma pia Zaburi. Kwa wewe ambao unajikataa, ambao hujisamanishi, umejidharau mpaka umeamua kupaka makeup, unaona makeup labda inakusaidia kuongeza uzuri, soma Zaburi. Amen. Soma kitabu cha Zaburi kipate kukutia moyo. Usijidharau mwanamke. Japo naambiliwa hauna sura nzuri au nini. Ukisoma Zaburi 139 utajua wewe kumbe sio mbaya. Ni vile tu mtazamo wanadamu, na wengi ni shetani ambao anawatumia kwa kudharau wengine. Lakini mwanamke aliyoitwa na Bwana majeshi hawezi kamwe akamdharau mwanamke mwenzake. Amen. Mwenyezi Mungu, Zaburi 139 Psalm 39. Tunasoma mstari wake wa kwanza. Mwenyezi Mungu, hii ni tafsiri ya neno, unaweza kusoma SUV. Yeah. Mwenyezi Mungu, umenichunguza na kunijua. Unajua ninapoketi na ninapoinuka. Unatambua mawazo yangu tokea mbali. Unafahamu kutoka kwangu na kulala kwangu. Unaelewa njia zangu zote, kabla ya neno halijafika katika ulimi wangu. Wewe walijua kikamilifu, Mwenyezi Mungu. Umenizingira nyuma na mbele. Umeweka mkono wako juu yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tremendo God. Ukienda sekaria monde pai. Kwa nini unijidharau mwanadamu? Soma maneno matakatifu. Haleluya. Kwa nini unajikosesha raha na vitu vya dunia ambavyo vinapita? Kwa nini unajitabisha, unajitesa na mambo ya dunia yanayopita? Kwa nini unataka kushindishana, mimi nataka niwe kama fulani, na mimi nataka kufanana muonekano wa fulani? Huruma sana. Jikubali. Mungu anakujua. Soma hiyo shuka 14. Ninakusifu kwa sababu nimeumbwa kwa namna ya ajabu. Haleluya. Rebo tremele glory tule monde pa. Ninakusifu kwa sababu nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Haleluya. Umeumbwa kwa namna ya ajabu na yenye kutisha. Hakuna mwanadamu yoyote duniani mwenye akili yoyote yule anaweza kaumba mtu. Amen. Unatisha, mnaona kwanza macho tu. Haya macho, jicho likiharibika, wazungu wanaga hata uwezo wa kulirudisha. Na elimu yao na maarifa yao, hata madaktari bingwa hawana uwezo. Lakini unaona jicho tu. So alichafukagi, so kama utachukua sabuni eti leo jicho langu limechafuka, acha nilioshe. Mwenyewe Bwana analiosha. Haleluya. Pua, ona gisi ule Mungu alivyoumba. Inanusa harufu, inajua ni harufu mbaya, hii ni harufu nzuri. Inajua kutofautisha, au unajua hii ni harufu ya yai, hii ni harufu ya samaki, hii ni harufu ya nyama. Uumbaji wa Bwana majeshi. Masikio utajua huyu ni sauti ya mama anaongea. Huyu ni baba, huyu ni mtoto wangu, huyu ni dadangu, unajua. Utajua tu. Kinywa cha mayo tu leo na sifu naongea hapa. Ukuu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ninakusifu kwa sababu nimeumbwa kwa namna ya ajabu, ni ya kutisha. Kazi zako ni za ajabu. Ninajua hayo kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ujikatae?
Kwa nini ujiongezee vitu ndani ya maisha yako? Kwa nini unajitesa na bado haujui kama utaingia mbinguni au la? Unaanza kuutesa mwili wako kwa kuutabisha na makeup. Makeup wenyewe wanakuambia, ukisoma kule nyuma wanakuja wanaandika maneno pale, direction ya hiyo ya makeup wenyewe wanakuambia kwamba usilale nayo, itoe baada ya masaa kadhaa, ukikawa nayo sana itakuletea hivi na hivi. Inakuambia vitu vingi vya ajabu. Na ni kweli ukilala na makeup unazeeka haraka. Ukilala na umepaka wanja wa humu chini ya macho au wanja tu umelala, inakuzeesha haraka. Sasa vitu ambavyo vinakuzeesha haraka, vinakutesa, ndio unaendelea kujipaka. Ushaona wanawake wa kiroho wanazeeka haraka. They always look young. Yaani wanaonekana tu ni young. Ukiuliza miaka yao unashangaa. Kwa sababu gani? Hawajipaki makeup. Makeup ina chemical. Ina vitu ambavyo havifai kwenye afya, kwenye miili yetu, kwenye ngozi zetu. Bwana Yesu atusaidie. So itakupendezesha tu kwa kukudanganya, unatembea kabisa umejiona uko sawa nini? Umeenda kanisani umejipaka makeup unajidanganya mwenyewe, lakini mwisho inaathiri ngozi yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Isaya, ukisoma Isaya pia, ukisoma Isaya 60 na mstari wake wa 9, soma kwa wakati wako. Amen. Haleluya. Tukienda nyuma Kutoka 32 ya mstari wake wa 2. Wakati Haruni alipowaambia wana wa Israeli walipomwambia Haruni awatengenezee ndama, nini ambacho kiliombwa? Mnajua ambavyo viliombwa? Niyo mikufu yao, mapete zao, mapambo yao ndio yaliombwa ili watengeneze ndama. Sasa wewe unavaa vitu ambavyo vimetengenezwa na vinatengenezaga sanamu. Bwana Yesu atusaidie. Ukisoma naenda kusaidia mabinti, vitabu ni vingi sana, hivi ni vichache ambavyo nimekupa. Soma Wakorintho, binti wa Yesu, ambao unajitabisha sana na mambo ya ulimwengu huu. Ole kwako. Ole kwako ambao unajichua. Miaka unaweza ukajichua, unaanza miaka 14, 15, 16, 17, 18, unajichua, utajiona uko sawa tu. Lakini bado utakufikisha miaka 30, 35, 40. Utaanza kuwa mdhaifu sana. Sasa hivi unajichua, unafanya masturbation, hautaona udhaifu wowote. Na kuna wale wengine mwili wao unakuwa na kupata udhaifu haraka, lakini kuna wengine anaweza kufikisha na miaka 30, anakuja sasa kuona udhaifu 35, 40, 50, ndio udhaifu sasa unakuwa mbovu. Unaharibu sehemu zako za siri. Kwa nini ujitese? Kwa nini ujitabishe? Adui wa kwanza wa maisha ya mwanadamu ni mwanadamu peke yake, kwa kutokutii maandiko matakatifu na kutaka kujipa kiburi na kutaka kujiongoza mwenyewe. Unaona we mwenyewe unafaa, unaona we mwenyewe una akili, lakini unasahau kujua kwamba ambaye alikupa hizo akili ni Mungu. Mtafute yule ambaye amekupa akili. Sikiliza yule ambaye amekupa akili. Sikiliza yule aliyekuumba. Bwana Yesu atusaidie. Usijivunie elimu, lugha nyingi ambazo unajua zikakupa kiburi. Ni ubatili mtupu. Soma Wakorintho wa kwanza. Haleluya. Nataka niangalie labda nimetambukia baada ya vitabu vingine. Ya nimesoma hivi ambao nimebahatika kuvipata. Haleluya. Na unaweza kujiuliza kwa nini unavaa kitambaa Sister Karen? Mjakazi nabii wa Bwana. Okay. Kama nabii wa Bwana muda wote naweza katoa unabii. Light remele glory. Muda wote naweza kanena kwa lugha. Muda wote naweza kanikombea mtu emergency ya simu naweza kanifikia. Ndio maana navaa kitambaa muda wote. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 11. Anza mstari wake wa kwanza pale shuka. Amen. Mwanamke anaposali au anapohutubu, anapotoa unabii, yampasa kustiri kichwa chake, inabidi ufunike nywele zako. Amen. Sasa tunavaga vitambaa kama manaziri wa Bwana kwa sababu muda wote Roho Mtakatifu unena nasi. Hatuna mipaka. Eti roho gani aongeongea na mtu? Ukiona mtu ambaye anaweka mipaka kwa Roho Mtakatifu bado hajawa sawa. Ukiona mtu analeta hoja, sisi sote tunatenda dhambi, ujue ni mtenda. Huyu ambaye anakuambia ni mtenda dhambi tu. Biblia inasema, Bwana anasema tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu.
So kiona mtu anasema hakuna watakatifu, sisi tu ni watenda dhambi, anatetea uja wake, kwa sababu anajua vitu ambavyo anafanya ni viovu, vichafu. Hizo kauli za siku nyuma tulikuaga nazo. Hakuna mkamilifu, sote ni wenye dhambi. Sasa kwa sababu tulikuwa tunajua maisha ambayo tunaishi yalikuwa bado hayajampendeza Mungu. Lakini wakati unaanza kumpendeza Bwana, utajua kumbe utakatifu uko na watakatifu bado wako duniani. Kwa sababu maandiko matakatifu yanasema hivi, watakatifu walioko duniani. Amen. Yaani watakatifu wapo. Sasa wewe kama unajuaka nyuma, endelea huko, na Biblia ikasema na muovu endelee kutenda uovu, na msharati endelee kutenda usharati, na mwizi endelee kuiba sana, mzinzi endelee kuzini sana. Lakini watakatifu waendelee kuwa watakatifu. Yaani inabidi tufike viwango vya juu sana vya utakatifu, na ndio pale tunakuwa ile mamlaka ambao mitume waliotumika nayo. Tunapewa sasa vile viwango vikubwa vya kuombea hata mtu aliyokufa na anafufuka. Inakuaga ni utakatifu na elimu ya kiroho. Viwango vya kiroho vinaongezekaga na maisha utakatifu unayoishi na elimu ile neno unayolishwa. Amen. Unaweza kuwa unapata mhubiri mzuri ambaye anakufundisha maneno matakatifu, lakini kama wewe bado unaishi maisha ya dhambi, hutaongezeka chochote. Na unaweza kuwa unaishi maisha matakatifu sana, lakini usiongezeke au usipige hatua kwa sababu bado haujawa na elimu. Usiache elimu iende zake. So hivi vitu vinatembea pamoja na maombi. Maana unapokuwa mtakatifu, elimu, ukakosa maombi, utarudi nyuma, tutaanguka. Lazima vyote uvikumbatie. Amen. Ukasema, unaweza kuuliza, mbona hivi vitu ambavyo unasema hapo havyo katika amri 10 za Mungu? Kuna vitu vingi ambavyo vimeandikwa na Biblia kwa zile amri 10 za Mungu havijatajwa, lakini ni dhambi. Amen. Ni vingi sana, lakini ni dhambi. Na ukiendelea kuvitenda ukuzile amri 10 kuna sehemu imeandikwa eti usiwe shoga. Haipo. Lakini je, wewe mwanamke leo ukijigeuza kuwa mwanaume, haujatenda dhambi? Ni kwa sababu tayari kuna maandiko mengine yanakuhukumu. Usibadili asili ile ya kimungu aliyokuumba nayo. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Tutasoma sasa hiyo Wakorintho wa kwanza 7 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. 7. Haleluya. Kwanza mstari wake, mwanamke hana mamlaka juu ya hapana hapo. Niende 16. Nilianza kuandika 7:1 na ndio maana hainiletee. Haleluya. 16 inasemaje? Lakini kwa wengine anasema, acha niende kwa tafsiri nyingine. Haleluya. Samahani, ngana tafuta tafsiri nyingine. Haleluya. Kwa haraka sana nipate kuiona hapa. Haleluya. Votre gloire est tout le monde Père. Votre sai tremela gloire. Ana kuna wakati unaweza kaenda kwa Biblia hii ukaikuta kwa haraka na nyingine sehemu. Kwa hata nisome hii hapa Yohana 3. Ya nilikuwa natafuta inayo, lakini nilikuwa nimebahatika sasa hivi. Yohana 3. Yohana wa kwanza sura ya 3 na mstari wake 15 inasema, kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mwajua ya kuwa kila muuaji ana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Amen. So unapomchukia mtu ambaye anakushauria maneno kama haya uzima wa milele, unaanza kumchafua na mtukana. Hivyo kwa unafikiria utaona uzima wa milele? Utaona uzima wa milele kweli? Maana wengi tumekuwa na hizo tabia. Unaona wanawake wengi hata ambao wanakuwa wanajiweka, wanajiita wainjilisti, wanahubiri, walikuwa wanatukana watumishi ambao wanahubiri. Unakuta wana comment zao na kuchafua, wanatukana watumishi wa Mungu. Na kati yake anajiita mwinjilisti. Kwa sababu alimuonya mwanamke haruhusiwi kuwa mchungaji au haruhusiwi kuhubiri kanisani. Hata sio kanisa, mwanamke amepewa kibali cha kushauria wanawake wenzake kama gisi wanafanya. Lakini utakuta wanawake kwa sababu na mioyo migumu, mioyo miovu ambayo imetawaliwa na dhambi,
wakisikia watumishi wa Mungu wanawaambia njia sahihi, wanaanza kupaniki, kutukana. Na wakati maandiko matakatifu yapo, Timotheo, najua Timotheo wa kwanza 2 na mstari wa 12, bila sawa, simpi ruhusa mwanamke kufundisha au kutawala wanaume. Sijui kama maandiko wanayasomaga uje. Haleluya, Bwana atusaidie. Haleluya. Nikuona hiyo andiko kwa haraka na nilikuwa ninatarajia muda unaenda, lakini nimesema maandiko yote. Soma Wakorintho wa kwanza ukitaka kujua habari ya vitambaa, na hiyo Wakorintho hii inaongelea pia kuhusu mwanamke ambaye yeye anajishughulisha. Mwanamke ambaye hajaolewa huwa anajishughulisha sana kumpendeza Bwana. Ambaye ameolewa anakuwa anajishughulisha sana apendeze mume wake na vitu vya familia. Na ndio maana kama ungaliki binti hujaolewa, mtafute Bwana, kwa sababu ukienda kuolewa na umesha jua kweli, hauwezi ukadanganywa. Amen. Hauwezi ukadanganywa, na utafundisha watoto wako njia nzuri inayompendeza Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu apate kuwabariki. Nilikuwa nayo machache leo ya kuongea na nyinyi. Naamini Bwana atakusaidia na kuelewa zaidi, na maandiko ni mengi. Kuna nyingine ya suruali ambayo iko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 20 kama sijakosa 22. Acha nimalize na hiyo. Bwana ni rehemu, kwa sababu nilikuwa nishaisahau nayo. Ni maandiko mengi sana, siwezi kuyamaliza yote, lakini kwa yale ambayo watu wanapenda kuyasikia ndio huwa napenda kusoma. Napenda kuyasoma. Haleluya. Kumbukumbu la Torati, kwa wewe ambao unapinga sana ya mstari wake wa 5, tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Haimpasi mwanamke kuvaa mavazi ya kiume, wala mwanamume kuvaa mavazi ya kike, kwa maana Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, anachukia yoyote anayefanya hivi. Amen. Anayefanya hivi. Bwana Yesu atusaidie. Haimpasi. Na suruali kabisa inakuwa inastahili kwa wanaume, sio kwetu si wanawake. Siku hizi nakuta mwanamke anavaa kishati cha wanaume. Viko sana tu. Hata wanawake wa Kikristo anavaa shati ya nguo ya mwanaume. So suruali tu sio ambayo tumekataa. Mavazi yote ya wanaume tumekatazwa. Na Bwana apate kutusaidia. Mungu apate kutuongoza. Ninaomba umlilie Bwana, ushoke kwenye magoti, umsie Bwana akupe hekima, akupe akili, akupe maarifa ya kuelewa maandiko matakatifu. Maana ukienda kuyapeleka kwa wachungaji wako au kwa ndugu yako au kwa mtu ambaye anajua neno, atakupotosha, hata kutafsiria kama gisi anavyosema. Atayapindua. Na hiyo ni ndo mpango wa Ibilisi, kupindua maandiko. Bwana anakataa hichi, yeye anasema hapana, Bwana hapa alikuwa anamaanisha hivi. Tunaweza kumsahisha hata Mungu katika maandiko matakatifu. Tumejiletea matafsiri zetu wenyewe, na kati maandiko matakatifu yako wazi. Bwana apate kuturehemu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na kusema asante, kwa maana umeanza pamoja nasi. Ninamweka dada huyu, mama huyu mikononi mwako. Yesu kapate kumsaidia, mpe moyo wa kuacha mapambo. Wengi wanatamani kuacha lakini wanashindwa. Leo anaacha, kesho anarudilia. Bwana ukapate kumsaidia. Usimpe moyo mgumu. Tremele glory. Bali umsaidie Bwana, umpe moyo mwepesi. Umpe moyo tremele glory wa kutubu. Tremele glory. Usimwache Bwana kaende jehanamu. Mungu wewe ni Mungu wa rehema na Mungu wa huruma. Pate kumbadilisha moyo wa mama huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho ngumu achia mama huyu kwa jina la Yesu. Ewe roho chafu unayogangania mapambo ya ulimwengu huu, toka ndani ya mama huyu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ukapate kubadilisha wana wako. Wapinzani wote mele glory ukapate kuwabadilisha. Wote wakuziaki ukapate kuwabadilisha. Mungu kawape neema ya kuifikia toba. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye Bwana Mwokozi, nakushukuru. Asante Bwana. Amen. Shalom, shalom. Bwana kapate kusaidia. Sitaki kuwa kama Yuda, moyo wangu. Sitaki kuwa kama Yuda, moyo wangu. Hata kama bado moyo wako ni mgumu, anza kujiimbia manyimbo. Sitaki kuwa kama Yuda. Sitaki kuwa kama Jezebeli. Sitaki kuwa kama Kaini. Tremele glory. Tengeneza moyo wako na Bwana akusaidie. Amen. Amen.